kinawasa vijana wa usharika huu, sharika zingine, vijana wote kwa ujumla kuwa na jambo moja, kuwa na tabia ya heshima. Hata kama unaambiwa na mtoto wa jirani, baba yako si mzuri, usichukue hatua, yule ni baba yako. Na amri ya 4 inasema waheshimu baba yako na mama. Hata kama jirani wakikushawishi, usishawishiki, kwa sababu njia ya kukuharibu ni kuwaharibu kwanza wazazi wako. Njia ya kuiharibu familia, wanaharibu kwanza uhusiano wako na wazazi. Sasa kuna tabia ya watu kuonyesha kudharau mamlaka. Uhuru wa kuzungumza usitufikishe kukosa heshima na staha. Sio kwa sababu tunaweza kusema tukasema pasipo staha. Ili vijana wa Tanzania wachanganyikiwe, wenye nia mbaya wataanza kuwadharaulisha na viongozi wao. Kidogo kidogo mpaka sasa wana point kuwadharaulisha na mkuu wa nchi na rais wa nchi. Najua hicho ni kitu kibaya sana. Ni lazima kuwa na hali ya staha, hali ya heshima. Asije mtu akakushawishi kumdharau yule kiongozi, maana matokeo yake tutachanganyikiwa. Neno la Mungu linatuhimiza kutii mamlaka, kuanzia ngazi uliopo ya familia, kijiji, wapi mpaka taifa. Sisi tusimame katika misingi ya neno la Mungu. Na kama kuna hoja, zipelekwe panapohusika kwa staha na heshima. Lakini vyombo visitudharaulishe viongozi wetu, tutachanganyikiwa. Kwa heshimu viongozi, na mtu yeyote asikutoe kwenye mstari wa heshima na staha. Iwe ni chombo, iwe ni jirani, iwe ni nani, tusipelekwe hatua ya kuwadharau viongozi. Mwenye masikio amefanya nini? Lo baba metaba ikini gwe kemoro rungani ba